Leo tuko day 2 na day 2 leo tutaenda kujifunza kuhusiana na namna ya kuweza kualika. Jinsi ya kuweza kufanya invitation. Tumeshafundishana jinsi ya kuwapata watu, basi ni wakati wa kuweza kuwaalika hao watu. Sio kuwafanyia presentation. Jamani, mfahamu vitu hivyo kutofautisha. Kuna tofauti ya kualika na tofauti ya kumfanyia presentation mtu ambaye umekutana naye. Sasa usipoweza kuyafahamu mambo hayo, itakukuta kwamba wewe unasema unaalika, kumbe unafanya unafanya hestoko. Unamwalika mtu kwenye hestoko, unaanza kushusha madini. Nusu saa unashusha madini. Sasa invitation ni nini? Invitation ni kitendo cha kumwalika mtu, kumpa taarifa. Yaani tunasema kwamba tunasema kwamba ni kumpa taarifa kwamba aisee bwana, kuna msiba umetokea. Wapi? Sehemu fulani. Hiyo ni taarifa. Sasa huo msiba marehemu ilikuwaje? Sijui nini, unaanza kuelezea. Bwana marehemu ilikuwa hivi, ametoka hapo kapelekwa hospitali fulani, baada katoka huko kaenda sehemu fulani, kutoka huko kaenda sehemu fulani, baadaye kapelekwa India, ametoka India, sijui ameenda kufarikia wapi. Hiyo sio invitation, hiyo tunaita hiyo ni presentation. Na hisi umeelewa sasa kwamba unapoanza kumwelezea mtu, kushusha material, tunaita kushusha nondo. Kwamba amekwambia mkutano unahusu nini? Mkutano unahusu afya. Afya, unajua afya ni muhimu sana. Ujue kula makundi yako ya damu. Mimi ni group A. Unanishauri nile nini? Unajua inabidi uweze kula high carbohydrate, low protein. Alafu ufanye mazoezi moderate. Alafu sasa jamani, hiyo ni presentation sasa. Hiyo atamaliza hapo, manake ameshakwambia yeye anachokitaka ni nini. Ameshakwambia yeye ni group A. Umeshampa sababu ya kwa nini anatakiwa ale nini kulingana na kundi lake la damu. Anatakiwa afanye mazoezi, anatakiwa sio afanye nini. Sasa atakuja kwenye kipindi kwa ajili ya kitu gani? Kwa tutaona hapa namna ya kuweza kualika na kutoa taarifa, ili usije ukajikuta una struggle, una watu 7 unaalika, hamna mtu hata mmoja ambaye ameweza kukwambia nita show up au nitakuwepo. Sasa baada ya hapo kuna formula mbalimbali ambazo unatakiwa uweze kuzifahamu pale unapofanya invitation. Na ukawa ukijua kwamba haumwaliki mtu aje ajiunge au tunasema kununua bidhaa. Nimemwalika mtu amekuja na hata hajajiunga. Umemwalika mtu kuja kusikiliza jambo au kukutana naye uso kwa uso, hata hajanunua kitu. Yani kwa kweli imeniboa sana. Ujue kwamba haualiki kuja kumfundisha, ualiki mtu kuja kununua. Unamwalika mtu kuja kumpa information, kuja kumpa taarifa sahihi. Alafu baada ya taarifa, yeye ndiyo anayefanya maamuzi, anunue au aache. Ndo maana yake hiyo sasa. Kwa hiyo unapofanya invitation kichwani mwako kwamba anakuja kununua, ondoa, cancel kabisa. Cancel kwamba anakuja kununua. Wewe sema namwalika aje aone taarifa. Sasa ndo kama huo mfano tumetoleana kwamba bwana kuna tatizo limetokea la hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa tatizo hili linahusu nini? Imekuwaje? Alikuwa na shida gani? Wewe ndo umetumwa kwamba nenda kampigie fulani umwambie kuna tatizo huku. Sasa inabidi maana yake huyo anayekuuliza aje. Kwa hiyo kuna namna ya kukatisha maongezi. Sasa formula maana yake kwamba uhakikishe huyo mtu umesha connect naye. Tunasema kwamba tayari unajua au tunaziita kwamba una relationship naye. Na tayari unamjua nini anataka. Reason ya kumwalika ni nini. Kwa hiyo kama mtu huja connect naye, ni sawa na kukutana na mtu barabarani anakwambia tarehe kesho kuna mkutano pale. Hamjuani,
hujui unamwalika kwa ajili ya nini, alafu wewe unamrukia tu. Network marketing maana yake kwamba unafanya network, yaani unafanya naye mahusiano, una connect naye, unajua hitaji lake, unamuinvite. Ukishamuinvite unamsubiria. Ndio kinachotakiwa. Kwa hiyo kama ukitaka kuweza kualika alafu hujui huyu mtu kwamba yeye hitaji lake ni nini, itakupa tabu na itakupa changamoto. Sasa sijui jamani, sijui kama sauti nasikika vizuri, maana tusije tukawa tunaendelea tu afu kumbe ni matango poli ambao tuna sauti inaingia labda na kutoka huko kwako. Toa taarifa. Kama unaweza kaandika ili lengo kuweza kusaidiana watu tuweze kuelewana. Maana sio yote nitaandika kwenye screen. Nitaongea mengi kwenye screen machache. Kuna sehemu zingine kwenye screen nimeandika mengi lakini nitaongea machache. Kwa hiyo nimejaribu kubalance kote kote. Na lengo kwa sababu tunafanya kwa vitendo, nimeona kwamba ni vyema vitu nikaviweka kabisa hapa mtu kuweza kuwa na uelewa mkubwa zaidi. Kwa hiyo kama uko hapa una ndugu yako pia ambao unatamani aweze kujifunza na yuko kwenye biashara, unaweza ukamkumbusha kabla hatujafika mbali zaidi. Lakini pia kuconnect sasa. Huu ni mfano wa kwamba connect, ujue reason, umuinvite afu na kumsubiria. Connect maana yake kwamba kuanzisha yale mazungumzo. Ndo kama tulivyoanza awali kule. Yaani hapo kwenye kuconnect hautaiweka mbali ile prospecting. Prospecting pale ndo kuja kuanza kumfahamu mtu. Ushajua reason ya huyu mtu. Nini anataka? Sasa mueleze kwa nini umeona inaweza ikawa relevant kwake. Au tunasema inaweza ikawa ina manufaa zaidi kuweza kumwalika kuja kwenye presentation yake. Kwa hiyo kama unamwalika usipotaja hitaji lake la kwake, anaweza asichukulie usirias sana hiyo invitation yako. Kwa hiyo hakikisha unajua kwa nini mtu unampa taarifa. Lakini pia unamwalika kuangalia, sio kujoin. Narudia tena. Usije ukajikuta nimealika watu 20 wote hawajajoin. Maana yake kwamba labda mtoa taarifa ndo kwenye ambaye anayefanya presentation labda kuna shida, au yeye mwenyewe msikilizaji labda kama ana changamoto, au muda wake bado. Sasa ukao ukijua pia kwamba mpe nafasi ya kuweza kutafakari yeye. Kuna watu anamaliza presentation, tutaona makosa wanaoyafanya watu pia baada ya kumaliza presentation. Usionekane kwamba kama ni mtu ambaye una njaa, ni sawa unamhitaji, ila uifanye ni professional way. Mtu avutike kwamba hapa sipo kwa ajili ya kung'ang'aniwa, nipo kwa ajili ya kusaidiana, nitoke na mimi. Sasa mfano ananilini huu ya kuweza kumwalika. Labda una Mr. X au tuseme John. Nilikumbuka ulivyoniambia kwamba unatafuta njia nyingine ya kuongeza kipato. Unaweka kabisa, unatulia ili kama unaweza kumsikilizia, unaongeza. Kuna project ninayofanya ambayo ina connection na hilo. Kumbuke kwamba na hilo alilokuambia kama hujawahi kuconnect naye huu mfano kwake haufai. Kwa sababu mtu utamwambia nakumbuka Mr. fulani uliniambia. Mimi nilikwambia lina, sijawahi kukwambia. Sasa unaweza ningependa nikushirikishe information fupi ili uione. Unaweza kuangalia, hakikisha kwamba ili uione, na unamwachia swali, unaweza kuangalia. Hapo umempa choice ya kwamba anaweza akasema siwezi kuangalia. Akisema siwezi kuangalia, usimulize kwa nini huwezi? Ndio maana uko hivyo. Unajua kuna mtu anaanza kumchamba, anasema kumfanya nini? Sio anatumia lugha gani wadada? Yaani kumsema vibaya sasa. Ndio maana uko hivyo, ndio maana uko hivi, si nini? Huyu mtu bado haelewi. Sasa baada ya hapo maana kwamba umempa uamuzi wa yeye. Sasa kama ulikuwa bado hujaanza kuinvite, baadhi ya mifano unaweza ukachukua. Lakini usiwe kama kasuku sasa ukao una copy na kupaste kila kitu. Unaweza ukao unajaribu kubadilisha baadhi ya vitu vingine. Lakini pia usimwambie kila kitu kwenye invitation. Ndio kitu kama ambacho nimekisema hapo awali. Kwamba
unajikuta mtu unaanza kama ni kipindi tena. Invitation jamani, tutaona huko makosa na vitu, tutaona mambo muhimu matano na makosa matano ambayo mtu anaweza akafanya kipindi mtu anamwalika mtu. Sasa ufahamu kwamba hilo swala la kwamba unapomwambia mtu kila kitu kwenye invitation, haoni umuhimu wa kuweza kuja kwenye kipindi chako au kwenye webinar yako kama hivi. Tutaanza kualika kwenye kwenye vipindi vyetu kama hivi ambao tunavyovifanya. Hasa hii ni moja tunasema ya principle muhimu sana. Pale unapomwalika, tunasema ni kama wanavyouza magazeti. Gazeti pale kichwa cha habari unakuta unashangaa mtu mmoja hapo ametajwa ni mtu mkubwa, au tunasema rais wakutana na fulani uso kwa uso, au unashangaa unaambia fulani afanya ukatili, alafu aliyetajwa labda ni mtu ambaye anafahamika, yani hawezi kuendana na ukatili. Lile ni neno la kumwamsha mtu huyu amefanya ukatili gani, asome huko ndani aelewe. Sasa ndio hiyo maana yake, ndio invitation. Ukiweza kugundua invitation, umeweza kuhakikisha kufikisha ujumbe sahihi. Lakini pia umeenda, tuchukulie mfano, umeenda kuona movie. Kuona movie kwa mtu sasa, umefika anakuuliza, hivi ile movie ilikuwa inasemaje? Au hiyo movie ikoje? Anaanza kutiririka. Hiyo movie ilikuwa hivi, ukitoka hapa alimpiga, alafu akamuua, hasa sijui kwamba ikawaje. Yani maana yake kwamba unamalizia ile amsha ya kuifuatilia hiyo movie. Ndio maana wauzaji wa movie wanaonyesha kakipande tu kama ka trailer. Alafu anakuambia episode inayofuata ni ya moto zaidi. Unasema kesho naifuatilia. Ndio maana unamshangaa, unamweza kumkuta mtu kama unasikia nimefuatilia hadi episode ya 120. Sasa episode hadi ya 120 jamani. Unatoa wapi huo muda? Ndio kama hivyo anaonjeshwa sasa kwamba anaachwa. Sasa ukimwelezea mtu kila kitu, unapoteza ile hamasa ya kutaka. Invitation yenyewe inavyotakiwa kusemwa ni kwamba kuna movie nzuri, una dakika chache tuiangalie. Hiyo ndio invitation. Kuna movie nzuri, una dakika chache tuweze kuiangalia. Alafu baada ya hapo presentation ndio itakayofuata kutoa detail. Sio kuna movie nzuri, bwana unamjua fulani ni fulani amecheza sasa kwenye movie hiyo. Wametoka hapo wameenda kumpiga wakamuua. Hapo maana yake ni kama zile story tulizokuwa tunasimuliwa na mabibi zetu na mababu zetu na baba zetu, kama umebahatika kukaa pia na watu wazima ambao kwamba mmekaa mnaota moto nje, mnagongeshwa story hapo. Yaani unakuwa unaiona kama vile mtu unamuona kabisa kwenye nanili pale. Unaweza kama ni akutisha, unaogopa hata kutembea kwenye giza wakati unaishi kwenye nyumba ya giza hivyo. Kwa hiyo basi ufahamu kwamba invitation sio presentation. Fahamu kabisa hilo. Unamwambia tu mtu kwamba kuna movie nzuri bwana. Inahusu nini? Unapoanza kuelezea hapo maana yake kwamba unafanya kipindi sasa, na hata ona umuhimu wa kuweza kuitaka zaidi. Kwa hiyo na wewe onyesha, tutaona kwamba vitu gani vya kuweza kuvifanya pale unapokuwa unafanya mwaliko. Sasa kuna aina mbalimbali za kuweza kufanya invitation. Kuna uso kwa uso au tunaita ana kwa ana. Ukiwa ni mtu au ukiwa na mtu ambaye kwamba unayemjua, kuna kumwalika mtu unayemjua na kumwalika mtu usiyemjua. Ni watu wawili tofauti. Kuna kumwalika unapiga simu na kuna kualika kwa kutuma message. Ni sehemu pia mbili tofauti. Kwa sio yote utayameza leo hii. Kwa ukiwa unamjua mtu, unamjua labda tuseme Mrs. fulani au Mr. fulani, unamwambia kuna kitu ninachokifanya kwa sasa ambacho nimeona kinaweza kukupendeza. Ningependa nikushirikishe details zake. Una dakika chache siku fulani,
unamtajia siku husika ambayo ni kwa ajili ya tukio sasa, kwa ajili ya presentation yenyewe. Naweza akasema siku hiyo mimi nitakuwa safarini, maana yake tayari ashakupa majibu. Lakini ukienda moja kwa moja kwamba kuna mkutano wa biashara ambao utafanyika tarehe fulani, jitahidi sana ujue sababu ya kumwalika huyu mtu. Yaani ukiweza kualika kwa kufata sababu ya kwamba mtu namwalika, ndio hiyo mtu anaweza akatoka mikoa hata 5 akafata kwa ajili ya kuja kujifunza. Jamani, maisha ni magumu, tukae tukilijua hilo sasa. Na usipoweza kujua kwamba maisha ni magumu, basi na ukishajua maisha ni magumu, inabidi ujifunze namna ya kuweza kudili na hao watu. Kuna watu wanaona maisha magumu, wameshavurugwa na maisha. Kuna mtu anaona maisha magumu, mwingine anaona sina hela ndio maana maisha magumu, mwingine ana hela ila anaona maisha magumu. Kwa hiyo tunatofautiana. Kwa hiyo ndio maana ni vizuri kumjua mtu kwamba yeye kiu yake hasa ni nini. Sasa kwa mfano mwingine kwamba nakumbuka mtu huyu ashawahi kukwambia, sasa kukuelezea ulivyoniambia kuhusu kutatua au kutaka kuanzisha biashara nyingine. Kuna opportunity ambayo kwamba ningependa, au kuna biashara ambayo kwamba ningependa niweze kukukaribisha afu ione. Unaweza kuangalia bila comment yoyote. Yaani kwamba mtu umemwambia unaweza ukaangalia bila comment, yani bila bila kusema chochote. Huo ni mwaliko. Kumbuka ni mwaliko, alafu ni presentation. Inayofuata ni presentation baadaye. Sasa unakuta mtu anaalika, ambaye unayemwalika unatumia zaidi ya dakika 10. Hivi unajua invitation nzuri, umeenda sana dakika 3. Yaani umeenda mno kwa kasi, yani kwamba umeenda sana dakika 3. Si kama nasikika jamani. Kama nasikika kwa shida tena comment. Usikae kimya. Kwa sababu lengo ni kuelewa. Usipoelewa haina maana yote katika hii presentation au kuwepo hapa. Sasa aina ya pili ya invitation, tuseme unamwalika mtu katika WhatsApp. Sasa hapa ni changamoto ambao kwamba mtu anaweza akaalika akatuma na video tena hapo hapo. Yaani ukakuta ni vurugu. Unashindwa kuelewa sasa kwamba huyu anaalika au mtu anamtia moto, anamwambia kwamba hello dear. Hao ni wadada wanapenda sana kuanzia hivi. Nina opportunity kubwa sana. Hiyo ni kosa jamani. Hii inaonekana kwamba ni kama ni kama kuna utapeli, kama kuna ulaghai fulani hivi. Yaani kama si kuna nini fulani hivi. Nina opportunity kubwa sana. Yaani inaonekana kama vile ni spam kwamba ni kama unataka kumlaghai mtu. Au sijui maana yake ni kama kwamba yani kwanza unamtisha kubwa sana nini hicho jamani. Sasa kuwa nature, yani au kuwa uhalisia. Mfano wake tuseme kwamba labda unamwalika Mrs. fulani. Habari yako, nilikuwa nakumbuka ulivyoniambia. Sijui kama unaelewa hizo sentensi. Maana yake uwezo kumwalika kama mtu haujawahi kuna nili naye. Ulivyoniambia unapenda sana biashara za online. Ukumbuke kwamba kama ni mtu ambaye mnapiga naye story tu pale awali, alafu akasema mimi napenda sana biashara za online, siku hiyo usijionyeshe kama hakujui kwamba kama unafanya biashara za online. Usijionyeshe pale. Ukasema sasa huyu jamaa anaweza akaibiwa huyu. Ngoja nishushe hapa presentation. Kama unafanya biashara online, mimi nafanya biashara online. Na mwaka wa 10 nafanya biashara sijui nini, au na mwaka wa 2 nafanya biashara online. Hebu kaa hapa usikilize uone mfumo jinsi ulivyo. Ukifanya hivyo itakupa changamoto. Kwa hiyo akijibu yes, maana yake unampa taarifa. Kuna project ninayoifanya kwa sasa ambayo ina upande wa online business. Nimeona inaweza ikakuvutia, nikutumia information fupi uione. Sasa tuseme kwamba huyu mtu unataka umtumie video. Akisema yes, unamtumia video. Kama kuna mkutano ambao unaalika kwenda sehemu, maana yake kwamba mwambie
siku fulani kuna mkutano ambao utafanyika, kama ni online, kama ni hivi business presentation, mwambie kwamba tutafanya mkutano online. Sasa kama kwa kuwa tunafanya mkutano online, maana yake ajue namna ya kuweza kulogin na kuweza kujifunza. Sasa tofauti na hapo, ukimwacha tu hivi maana yake kwamba akisema nitumia hizo information niweze kuona, maana yake umeandaa video ambayo inayoendana na yeye aone manufaa yake, na imani hapo itakuwa nimeeleweka kabisa. Lakini pia kumwambia kwamba uweze kuiona hata kwamba information fupi uione, maana yake umeomba ruhusa kwake. Unaweza akasema sihitaji information yoyote, hamna tena, yani unajua no ni no na yes ni yes. Sasa maana yake kwamba permission sasa inakuwa ina power, au tunasema ruhusa ina nguvu. Badala ya kumrushia mtu linki bila kumuuliza, watch yani unakuta mtu umelala zako unakuja kufungua, kisa mtu unajuana naye, watch this video, I say utasikia vitu vizito hapa. Hajakupa ruhusa. Mtu akikupa ruhusa unamtumia video, kama ni video, kama ni linki, au kama si ni nini, au ndo kama hivyo, yani kushirikisha, inamfanya mtu ahisi kwamba ana control ya uamuzi. Yani hakuna kitu kizuri ambacho kwamba mtu kujihisi kama kwamba yeye ndo mwenye maamuzi wa kile kitu ambacho unachotaka kuweza kumtumia, kwamba niko tayari kusikiliza au siko tayari. Yani ni kitu bora sana cha kuweza kumfanyia mtu hivyo. Usimlazimishe kwamba lazima ukisikilize. Ukishaweka lazima, maana yake kwamba unampa changamoto pia yeye. Anaweza akaona basi wewe unasema lazima, basi sisikilizi sasa. Au unasikiliza afu sikupi jibu, tuone sasa. Kwa ruhusa inamfanya mtu kuona kumbe naye ananijali, kumbe ananielewa, ananiuliza nikupe nisikupe, nipe unampa, au usinipe, hakupi. Do maana halisi sasa ya kuweza kupata session kama hiyo. Kwa si kama unanipata, kama unanipata naomba uandike kwamba unanipata, naomba utype kwenye chatting yako hapo unanipata, au weka alama yoyote, kama ni dole weka dole, kama ni like weka like, ili tuweze kunanili jue kwamba watu tuko pamoja. Inaweza ikawa watu hapa wameshalala tayari hapa. Changamoto ya vipindi vya usiku, shangaa unafanya session kumbe watu wamelala huko. Sasa tuangalie invitation ya simu. Maana karibia wote hapa tunatumia simu. Au unatumia baisikeli kusafiri wewe kwenda kualika watu. Sasa kama ni invitation ya simu, maana yake kwamba unapompigia simu mtu, unaweza ukachukua ujumbe mmoja wapo ambao tumeutumia kule kwenye kama wa kuchat kwenye WhatsApp. Yaani unaweza ukauchukua huo ujumbe ukasema hello fulani vini fulani, mimi sasa hivi nimeanza kufanya biashara, naona nikukaribishe na wewe uliniambia. Yaani hakikisha unatangulia kila kinachompa tabu, kila anachokitafutia suluhisho, bila kukitanguliza kile ambacho kinachoenda kumpa yeye, ambacho kinachompa suluhisho kitakutesa pia wewe huku. Utakutana na maswali magumu, unashindwa kuyajibu, unahangaika nayo vitu vya kutosha. Kwa hiyo kuna mwaliko wa kwenye simu ufahamu, kuna invitation za kwenye social media. Sasa hapa ndo kuna shida. Kama ulihudhuria ile presentation iliyopita ambayo tulisema kwamba unakuta mtu umemprospect social media, unamwambia join my business. Sasa ile sio invitation ya kwenye social media, na nyewe hivyo lazima uconnect mtu, kisha connect utajua hitaji lake. Au kashaji semea yeye mwenyewe kwamba kwenye wana na changamoto, natafuta njia nyingine ya kuongeza kipato, au na changamoto ya kiafya, na changamoto ya kiafya, au watoto wangu wana shida ya afya, sasa natafuta suluhisho la kuwapa. Unajua kama mtu umevurugwa huko, unashangaa unamtumia huko picha product za kwako, tumia hizo product
zitamsaidia tatizo lake. Ukumbuke huyu mtu hujajua tatizo hilo ni tatizo gani, au amekwambia bwana anakoa sana mtoto, si nimsaidieje? Asharushiwa tayari huko vitu. Sikiliza, angalia hivyo vitu vitamsaidia. Unaona? Sikiliza, hivyo vitu vitamsaidia. Kumbe mtoto labda anakoa, anakula vitu vya baridi, au kuna upepo, au avalishe sijui nini. Wamama wanajua vitu ambavyo wanavyoweza kuwakea watoto wao. Kwa hiyo ukijua kwamba unajua, sasa akishakuelezea hata kama ni social media, mshauri unaweza kumpa ushauri bure. Umemfanyia hiki na hiki. Nimeshafanya, hamna kitu. Hiki na hiki. Manake hapo unafanya connection, una connect naye. Unapokuja hasa kumwelezea vitu ambavyo vya kumsaidia yeye au vya kuweza kumpatia, unafanya presentation ya kwako. Na baada ya presentation jamani sio kuuza. Hicho kitu ukifahamu pia. Invitation sio presentation sio marketing. Kwa hiyo ukilijua hilo litakusaidia sana katika kile unachokifanya. Utakuwa utakuwa hii tunasema utakuwa lili. Utafanya huku unakimbizana. Wengi pia huwa wanaulizwa maswali na kuficha vitu wanavyovifanya. Yaani wewe labda hata wenye madawa ya kulevya jamani wanaambiana, wana kodi zao. Kwa kama kodi hizo pia na wewe huzijui, kuwa lili. Unafanya nini? Usifiche ukweli ambao kwamba wa kile unachokifanya. Sasa ukificha itakupa tabu. Sasa lakini pia kingine ambacho kwamba prospect akiuliza ni kitu gani? Hili swali ni common sana. Yaani hata kama ufanyeje lazima umenialika ni kitu gani? Au kampuni gani hiyo? Usipaniki. Usema jamani, sasa wewe nimekualika, si uje tu sikilize. Unaweza pia ukasema ni biashara inayohusiana, ukataja kile kitu ambacho yeye mwenyewe anacho nani. Ni biashara inayohusiana na product labda za afya ambazo zinatatua zaidi matatizo fulani, au tuseme ni mnene, zinatatua sana issue ya uzito. Usianze kuelezea kuna product zaidi ya 300 kampuni inazo sijui nini. Jua hitaji lake, alafu taja kile ambacho kwamba yeye anacho. Pale unapomfanyia invitation unamwambia kwamba ni product fulani ambazo zinazoenda kutatua issue fulani, au ni biashara fulani ambayo kwamba mtu unaweza ukaifanya kwa muda wako wa ziada, kama ambavyo wewe ulivyoniambia siku ile unatafuta kitu cha ziada. Kwa hapo utapata maarifa zaidi. Na kuna upande pia wa kujenga biashara. Yaani unahakikisha kwamba kama ni product pekee, unaweza kumwambia kuna upande pia wa kujenga biashara. Kama huyo mtu unamuona yuko interest na kuweza kufanya biashara. Sitaki nikuelezee, unaona unaposema sitaki nikuelezee kila kitu hapa, maana unakatisha maongezi. Unazuia mwendelezo wa kuendelea kuuliza. Kwamba kama una chati au unafanyeje, sitaki nikuelezee kwa hapa. Akiendelea kuuliza na labda naye sasa aelewi. Ningependa zaidi uone presentation fupi ili upate picha nzima. Sasa hivi kweli mtu utachati presentation, marketing plan, sijui na nini. Hiyo kweli yote utachati. Lakini pia ni opportunity ya biashara ninayofanya. Kuna product lakini pia kuna pande pia wa biashara. Ni kutumia information fupi. Yaani unakuwa lili, yaani usinanili, lakini tu kaa ukikumbuka kwamba usifiche jina la kampuni au aina ya biashara kwa makusudi. Nasema kwamba mimi sitaki kumficha. Akikuuliza, unafanya biashara gani? Kampuni gani? Nyoka tu moja kwa moja. Wewe mwambie tu. Si umeshaamua kumwalika? Mtajie kampuni fulani moja kwa moja. Hiyo itakusaidia wewe. Hivi unajua kuwa lili au tunasema kuwa ile open, anaweza akwambia nishawahi kukutana nayo hiyo biashara. Ilikuwaje ukakutana nayo? Na imekuwa ilikuwaje kwako? Huku ukitabasamu, yani hakikisha unapojibu hizo nanili tunasema obstacle au rejection mbalimbali hizo, hakikisha una smile. Hata kama ni kwenye simu, hata kama una type message, jaribu kusmile.
Yaani matatizo yako yaache kwenu huko huko. Umeachika, umefanyeje, una hela, si una nini? Yaache huko, smile. Yaani hii ndo tunasema kwamba ni njia moja hapo ya kuvutia. Smile kile unachokifanya. Ukikipenda zaidi unachokifanya chenyewe pia kitakupenda. Sasa prospect akiuliza umenipata wapi? Maswali hayo unaweza ukakutana nayo hayo. Hapo bado hamja connect. Labda umepewa namba na mtu kwamba hizi biashara hizi namuona dada yangu inamfaa. Ngoja nikupe namba yake. Mimi nishawahi huwa naunganishwa na watu. Na wazee pia anakuunganisha watoto wake. Anakuambia naona kijana unachokifanya ni kizuri. Na mwanangu ningependa hiki kitu akifanye. Ila mimi siko tayari. Sasa unapochat naye huyo mtu akikwambia namba yangu umetoa wapi? Usiseme usijali. Mimi namba nimeipata tu. Unamwachia maswali huyo mtu. Mwambie namba nimeitoa sehemu fulani hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Ndio maana nimeweza kukutafuta. Ukificha ni changamoto hiyo, maana yake kwamba unaficha nini? Hicho kitu unachokifanya sio salama au ni nini? Hasa kitu kingine prospect pia akisema nitumie detail. Kuna makosa mengi ambayo watu wanayafanya hapo. Yaani mtu akisema si amesema kwamba nitumie detail. Umemuomba nafasi ya kwamba nikikutumia detail unaweza ukasikiliza ukajifunza kwa upana. Akasema yes, nitumie detail. Mtu anamshushia yote. Ukishusha yote, hebu niambie hapo. Umemtumia video 7, PDF 4, voice note 10. Yaani hapo umemchanganya, umeshare screenshot. Shuhuda za watu before na after, conversation plan, testimonies. Yaani ni vurugu. Huyo prospect akija kufungua WhatsApp anakuta unread 80 na kitu. Au zikiwa hata 5 tu anaona hapa mieyusho. Yaani yote ama detail yote unatumia video 7. Sijui nini. Nitoka hapo nisikilize hiki. Kuna chagua video ambayo unaona itamfaa huyo mtu. Na hutaweza kujua kama hii video inamfaa kama huja connect naye kisawasawa. Usiwe na haraka, usikimbizane. Na wanasema haraka haina baraka. Lakini ukijua kwamba unaweza ukawa na haraka kama mtu ukishamjua. Kuweza kumpitisha kwenye formula. Lakini pia kama uko na watu wengi, sidhani kama utakuwa na haraka. Na wanajua kuna haraka ya kumboa mtu na kuna haraka ya kumfanya mtu aweze kufanya maamuzi. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo usifanye hivyo, ila muulize, sawa, unapendelea video fupi au maandishi mafupi? Yaani achague yeye. Yeye atasema mimi nahitaji tu video. Achague moja, mimi nahitaji video. Au ndio hivyo unaweza kumwambia unahitaji mkutano wa uso kwa uso au unahitaji nikutumie video. Ni kubadilika tu wewe. Utaangalia wapi unataka uitumie hiyo message kwa muda huo, au unataka kufikisha ujumbe huo kwa muda huo, yani kwa muda gani, au kwa nani, au wapi, vitu kama hivyo. Ukishamaliza hakikisha kwamba ukishamtumia mwambie pia ukishamaliza niambie ni sehemu gani imekupa swali. Maana ya kwamba imekupa swali, imekupa utata, au wapi hujaelewa. Unaona? Ukimwambia mtu niambie wapi ambapo hujaelewa, kuna wengine wanaona kwa hiyo mimi anaona labda kama sielewi fulani hivi, ila muache kwamba wapi inakupa utata, inakupa swali. Sasa ukishamaliza hapo, maana ya kumwambia hivi, ukimtumia tu video afu ukakaa kimya pasipo kumwambia, ukimaliza kusikiliza niambie wapi imekupa swali au sehemu gani inakupa utata. Ukiishia hapa, maana yake follow up yako ukiishia tu kwamba akasema nitumie video, ukatuma tu video afu ukakaa kimya, follow up yako itakupa shida. Maana yake utaanza kujiuliza, nimuulize au nifanye nini? Ila ukishamwachia kwamba jamani naona internet yani stable. Sio kama nasikika huko. Nasikika kisawasawa? Alright. Kama nasikika sawa sawa basi ni vizuri.
Unaweza kutuma ujumbe kama nasikika sawa sawa au la, au katuma ki-emoji fulani cha kuonyesha kwamba tuko sawa. Sasa kwa nini unamwachia kwamba ukimaliza kusikiliza alafu nishirikishe, niambie ni wapi kwenye swali zaidi, au wapi ambapo hujapata ufafanuzi vizuri? Mimi nipo kwa ajili ya kukusaidia. Maana yake kwamba inakupa urahisi wa mwendelezo wa mazungumzo kati ya yeye na kile unachokifanya. Sasa kingine kinachofuata, prospect akisema sina muda, si unakutana nazo hizo, kwambia sina muda mimi, kubaliana naye. Unaweza kumuuliza una muda labda kwa sasa, lakini ni siku gani ambayo ungependa kwako ina nafasi zaidi kwa ajili ya kuweza kusikiliza hiki kitu? Yaani usipokuwa lili zaidi kwamba usiwe na kitu ndani kwamba ukikataliwa unapata hasira, ukikubaliwa ndo furaha. Wewe ni wa kukubaliwa tu, kukubaliwa. Watu wanasema labda kama wewe ni hela, maana lakini hata hela wenyewe nayo kuna machizi huwa hayataki hela. Kuna jamaa huko Mwanza huko inaitwa ni Mwanasoka. Yaani ukilipa hela vita, yeye mpe chakula tu. Sio chizi sana kivile, lakini network yake inaingia na kutoka. Hatakaki hela kabisa. Sasa usiseme hela kila mtu anataka. Haya, prospect akisema sina pesa, msikilize. Sawa, unaweza ukawa na pesa, ukawa hauna pesa, lakini nini? Yani kumbuka kwamba haya majibu yatakuwa na utayapata vizuri kama uliconnect naye vizuri. Hauna pesa, nafahamu kabisa Mr. X. Pesa kwa sasa hivi imekuwa ngumu. Lakini na nimebahatika kukutana na watu wengi nao wakilalamika hawana pesa. Au swali kama hili, sina muda. Ni kweli kabisa watu wengi kwa sasa hivi. Yaani lazima ukubaliane naye. Mtu amekwambia we mjinga, alafu kamwambia ni kweli kabisa mimi ni mjinga. Lakini kuna baadhi ya watu wananiambia kwamba au walikuja kugundua nao walikuwa wanajua kwamba mimi ni mjinga, baadaye wakaja kugundua kumbe mimi sio mjinga. Kwa maana yake walifanya utafiti kuja kutambua kwamba kumbe huyu sio mjinga. Haya, sina muda. Natambua kabisa na nafahamu kabisa kwamba kweli muda kwa sasa hivi ni changamoto kutokana na ubize wa majukumu. Umeshamkubalia kule anakotaka yeye. Lakini baadhi ya watu wengi pia ambao walikuwa hawana muda waliweza kufanikisha hiki kitu ambacho wanachokifanya kwa muda wao wa ziada, labda kwa masaa mawili au kwa lisali moja kwa siku. Ila kuna wengine kwa siku moja, weekend ya mara moja ndio wanaitumia, na kwa sasa hivi wanafanya mambo makubwa zaidi. Jamani, tufahamu kwamba hakuna mtu ambaye hana muda, ila tuseme hana kipaumbele. Ndio ukweli huo. Sina pesa, najua kabisa pesa imeshakuwa ngumu. Yaani usije ukakutana rejection, usije ukajibu rejection pasipo kusema I feel I see nini. Yaani naelewa, natambua, nafahamu. Hayo mambo hayo hakikisha kabisa kwamba kichwani mwako yanakuwepo pale unapojibu maswali. Biashara hizi za kwenu hizi naona ni za ajabu. Nafahamu kabisa. Maana wengi wameshakutana nao. Lakini nikaja nikagundua wengi wanasema hivyo kumbe hawana taarifa sahihi. Nafahamu kabisa pesa imekuwa ngumu sana kwa sasa hivi. Lakini na ni wengi pia ambao walikuwa wanasema sina pesa, baada ya kuja kufahamu mfumo huu au wakaja nikawapa mwongozo makini, changamoto hiyo pia iliondoka. Sasa usimpe mtu ahadi ambayo huna. Unaambia usiahidi kitu kama huna. Kama huna mwongozo, maana yake inabidi ujifunze. Pale unapokutana na hizi rejection uwe unazijibu katika njia zilizonyoka zaidi. Kwa hiyo hicho ni kitu cha msingi inabidi ukifahamu. Lakini pia staki multi-level marketing au network marketing. Staki. Naelewa kabisa. Maana imeshajeruhi watu wengi.
ila nikagundua kwamba wala ambao pia imeshajeruhi walikuwa hawana taarifa sahihi. Labda kama ukipata nafasi nije nikuonyeshe ufahamu zaidi kwa upana, afu mwaje. Sitaki kusikia. Usijali Mr. Fulani, naweza tukaendelea kuwa tu marafiki. Na mimi nilikuwa nakuonyesha kile kitu ambacho najua kimekuwa na msaada kwa watu ambao nimekuwa nao karibu. Haya, asante bwana, asante. Basi mnaendelea na umbea wenu. Kuna siku tu sasa, hakikisha mtu ambaye anayesema sitaki biashara yako, sitaki sijui nini, nakupa hii siri, ifanyie kazi kabisa. Hakikisha unafanya kazi kama mwenda wazimu, cha kwanza. Alafu jitahidi pia hata kupendeza unapoenda kukutana naye. Najua kuna siku tu atakuuliza, hivi bado uko na biashara ile eti? Bado niko na biashara ile. Naona mambo sio mabaya. Lakini pia kumbuka, kama mnaenda kukutana naye, kama vitu vimeenda, mpige msosi. Usijimwambafai sasa ukapitiliza. Mpige msosi pale unapoweza wewe. Kwa sababu na usifanye unaona hizi hela hizi zimetoka kwenye biashara hiyo hiyo, wewe usiitaki. Na atasema kwani wote wenye hela kwani wanafanya biashara hiyo? Kuwa natural. Usilazimishe watu. Usianze kuhangaika naye na kumuonyesha kwamba mimi naweza. Hata kama umeenda na gari lako, umeshalinunua, hakikisha tu umefika, umepaki. Kwenye kuondoka, kama alikuwa hajui, umemkuta labda huko au kakukuta umeshapaki, umetulia. Sio unafika hapo sasa, huyu alinizalau, ufunguo pale juu pa. Si nini pa. Haya, ulikuwa na hela za dola pale juu pa. Atasema huyu kaniita kuja kuniringishia nini? Kuwa ile kawaida, hambo kabisa, kuwa hambo. Sasa baada ya hapo, kinachokuja kufanyika hapo kwa mwishoni, kinachoendeleaga, haya, umeshaongea naye, umemaliza. Kama unajua hana usafiri, unaweza kumuuliza, vipi? Nikakudrop wapi? Sasa kama gari lako pia lina AC, pia hakikisha AC pia ina nanili. Maana watu hawaangalia, hawakosagi kasoro ujue. Unaweza kashangaa na kwambia, kumbe mtu mwenyewe hata gari halina AC. Gesi imeisha. Unaona? Hao ni binadamu hao. Kama unaona hauko willing kumdrop sehemu, kaa kimya. Akuache pale ulipokaa. Kama huna usafiri, una gari, sijifanye kielele kwamba wote mnatokea sehemu moja, basi tupande daladala wote. Haya, na wewe ukutu una nauli hiyo hiyo, mara nauli imedondoka kumbe. Na uko naye pia. Alafu anakulipia nauli. Unajua maneno yote yanakata. Maneno yote yanakatika. Kwa hiyo hakikisha kwamba kama unaenda kukutana na mtu, hapa ni sehemu hizo za presentation, tutaenda kufundishana zaidi. Kuna principles zake, inabidi wahi eneo la tukio, na kama usafiri ambao unaondoka nao huna uhakika nao, usiwe na haraka, hakikisha yeye ameondoka kabla yako. Afu wewe ndio utaondoka wewe unavyotaka kujua kwamba utaondokaje. Hizi ni nanili, maana najua kwamba kama ni biashara bado labda haijasimama kisawasawa. Kwa hiyo kama una bolt kitu maana kwamba unaweza kumdrop pia na maisha ya nani. Kwa hiyo unapomwalika mtu hizo objection zote hizo, au hizo rejection zote hizo, usibishane naye. Kwa mfano, multi-level marketing, unaweza kumuuliza pia, nimekuelewa, ni experience gani uliwahi kuwa nayo na au kuwa nayo hiyo ya multi-level marketing au ya network marketing ambayo ilikufanya usiipende? Ni sawa na mtu anakuambia mtu fulani sitaki kabisa kumsikia, hata kumuona sitaki. Naelewa kabisa jinsi unavyoumia. Hebu niambie, alikufanya nini hadi ukawa hivyo? Afu msikilize sasa. Anaweza kuwa aliwahi kulagaiwa, kuibiwa pesa, au alituma pesa mtandaoni kama hivi. Amemtumia mtu, anamwambia mimi niko kampuni fulani, au niko kwenye kampuni fulani hivi na hivi. Amemtumia pesa, katapeliwa. Sasa kwa kuwa katapeliwa, unadhani wewe utamwaminishaje kwamba wewe sio tapeli? Ufahamu kabisa kwamba hata yule aliyemtumia pesa naye alienda labda kama wewe hivyo hivyo. Alipeleka labda kwamba sasa labda alipelekwa kwa pressure zaidi,
aliona watu wakipoteza pia pesa, ndio maana akachukia tu. Anaweza akawa hana information yoyote, lakini pia huenda pia hakuelewa mfumo au hataki kabisa mode ya aina hiyo. Sasa kama hataki, heshimu uamuzi wake. Unajua sio wote tutafanya biashara hii. Hicho kitu ufahamu pia. Wewe unadhani wote tukijoin nani atamuuzia mwenzake? Wote tumejoin, sasa nani anauza kwa mwenzake? Prospect akisema nitumie kwanza, sawa, nitakutumia video fupi. Ukiimaliza niambie unafikiri nini. Yaani usimwache mtu pasipokuwa na message ya mwendelezo. Hata kama unaongea na mteja wa afya, amekwambia ngoja nijitafute kwanza, pesa sasa hivi sina, hakikisha unamwachia ujumbe wa mwendelezo, ili hata kama akiona kwamba unamtafuta asipate, tunasema nini, asione mbona huyu naye mbona ananisumbua sana. Hakikisha kama ni ujumbe kwamba nitakutafuta, mchagulie siku. Ungependa kunitafuta lini? Labda nitakutafuta Jumatatu. Saa ngapi? Saa 2. Ukijisahau unaniruhusu hata mimi kukutafuta? Hamna shida. Maana yake kwamba hata kama yeye kajisahau, na kuna wengine waga hata ajisahau, anaona tu ngoja nikae kimya nione ananijali vipi. Unajua kuna watu yani basi tu nasema uweze kumridhisha kila mtu kila anachokitaka. Naweza akaamua tu ngoja tu nikae tu kimya, afu nione. Sasa follow up ndo kwenye hela. Chochote kile unachokifanya bila follow up utateseka sana. Kwa hiyo unapomaliza hapo usiweke expectation kubwa sana ya kusema sasa hapa nimeula, amesema kesho. Sasa follow up haianzi kwa haraka kwamba nimemtumia leo ya kwanza, ya pili, ya tatu. Follow up ni kitu ambacho kwamba kinaendelea karibia kuanzia kwenye prospecting. Unapo prospecting maana yake unajua interest ya huyu mtu. Unapojua interest ya huyu mtu unakuja kufanya invitation au mwaliko wa nini cha kumtumia. Unapofahamu hivyo unajua kwamba amesema yeye asubuhi hana muda wa kusikiliza video, nitumie jioni. Mwendelezo huo unamtumia. Ukishamtumia unajua tena mwendelezo ambao unaofuata. Kwa hiyo kumbuka, invitation na follow up zina mahusiano makubwa mno. Hautaweza kufanya follow up kama hujafanya invitation, na hautaweza kufanya tunasema mauzo kama haujafanya invitation, na kama hujafanya pia follow up. Kwa follow up na mimi kwangu huwa naiita kwamba ni sehemu yenye thamani zaidi kama umemaliza maongezi na huyo mtu katika njia ambayo iko bora zaidi. Tutakuja tujifunze namna ya kuweza kufanya kwa ubora zaidi na follow up. Sasa usianze kwa kutumia, maana kuna watu wanaanza kutuma hello nini? Leo unaonekana sio professional. Na hii nakupa siri, hata kama unataka kuanzisha mawasiliano na mtu, kwamba ni bahatika kukutana na watu ambao wanakutana sana na watu wanaonizidi, wanafanya nini, walio kula maisha. Sasa ukituma mfano tu kwa ujumbe, na hii wadada waga wanayo sana hii. Yaani ana kitu cha kukwambia, anakutumia ujumbe hello, anasubiria na yeye akujibu hello. Alafu hiyo hello amesahau, anaanza tena mzima. Mzima, kwema. Kwema. Hivi unajua mimi nikiona tu kwanza neno hello, labda unanishtua tu. Oya vipi? Shwari. Kwema? Kwema. Yaani ukishajibu tu hivyo unajua hauna maana cha kuendelea. Unaweza ukatuma ujumbe na nisiusome tena, au ukatuma ujumbe wa maana nisiujibu kabisa. Sasa kama unataka uwe professional, unajua kuna mtu hapa anamalizia
Sasa mbona nakutumia na kusalimia afu uoni, afu unijibu sijui ni nini? Yaani unashindwa kumuelewa huyu mtu. Sasa huyu mtu hello, sasa ametuma hello, anataka mimi nimjibu nini sasa? Si ameshatuma jamani hello. Haya. Kwa nini unapotezea message zangu? Huyo ni prospect mtu anayefanya invitation hapo anamwambia, "Kwa unapotezea message zangu?" Nakupa siri sasa ya kuweza kuandika ujumbe. Sio kama nimeweka hapa. Baada ya kutuma tu hello na kuganda, hakikisha kama unatuma hello, endeleza na kile kitu unachokihitaji. Sio lengo ni kitu kimoja, message 20, unazunguka tu kona, unaibuka, utajikuta yani unapoteza muda. Hai nukta. Maanake hiyo ni kawaida kumjulia mtu uzima na nini, au habari. Nilitaka kujua kama uliweza kuangalia ile information niliyo kutumia. Ni sehemu gani ilikuvutia au ilikupa maswali. Sasa ukimwacha hivyo mtu, yani anazidi kufunguka sasa. Sikuweza kuangalia. Unatamani ni muda upi mzuri kwako kuweza kuangalia? Maana uliomba na uliahidi kwamba utasikiliza. Sijui utamaliza lini kusikiliza. Kesho kabisa, leo lazima nimalize. Leo ni lazima nimalize. Haya basi sawa, ukimaliza hakikisha unanijibu au hakikisha unaniambia sehemu ipi ambayo inakupa changamoto au inakupa maswali ambayo hayana majibu kwako au kwenye hiyo video. Ndio maana video zote huwa zinamalizia wasiliana na yule aliyekutumia ujumbe huu. Wakijua ujumbe huo haujitoshelezi kuwa na taarifa zote, kwa huyu mtu atataka tu kusikia chochote. Lakini pia ukijua kwamba invitation ya watu unaowafahamu hapa na wale ambao huwafahamu, tunawaita strangers, na yenyewe ina utofauti. Tunasema mtu unayemjua unaweza ukawa unajua matatizo yake, hustling zake, sijui nini. Unaweza ukatuma relationship ambao kwamba ni mahusiano ambao labda tayari mlikuwa mko nao, labda rafiki yako. Watu wasema unayemjua. Vipi bwana nakumbuka au kumbuka ulikuwa unalalamika kuhusiana na la yako, au unalalamika kuhusiana na nani, au ukitafuta njia nyingine ya kuweza ya kuongeza kipato. Ndio hiyo kwamba maana yake lazima uwe unajua nini anakitaka. Hapo ndo utatoa information sahihi. Kama mtu mjui, tunaita strangers. Na hapa biashara yako imebebwa na strangers. Watu ambao sio wajua ndio biashara yako ambayo inabeba. Yaani huo ndio uhalisia. Hata kama aliyekwambia biashara ya ukajoin, ukafanya sijui ni nini, ni mtu ambaye alikuwa anakufahamu na mnafahamiana. Lakini biashara yako ili iweze kukua, siku zote inabebwa na watu usio wajua. Hiyo ni siri nakupa leo hii. Kwa hiyo kama uliambiwa na wazazi wako usiongee na watu usio wajua, walikuponza. Duniani huku haina hiyo. Kama walikwambia kwamba usiongee na watu usio wajua, walikuponza ndugu yangu. Kwa hiyo tengeneza connection. Mtu usiyemjua tengeneza mahusiano. Na ukishatengeneza mahusiano mtu kwa mtu usiyemjua, hata wewe unashangaa anakuambia vitu vingi vinavyohusiana na mambo yake. Connection inakusaidia kujua wapi kwenye wanaita hot button. Wapi ubonyeze kwenye sehemu sahihi. Sio ni sawa na nani. Unajua binadamu ni sawa na labda tuseme gari au simu au kompyuta, inakaa button fulani hivi kakuashia. Kama ukajui utabonyeza huku, unabonyeza huku, unabonyeza huku, unabonyeza huku. Maana yake kwamba ndo kama hivyo sasa. Kama hujaijua button, hot button ya huyu mtu, usikimbilie kufanya mwaliko, utampoteza. Hakikisha unajua Sasa kwa mfano sasa connection umeshaona. Nimeona una interest kwenye entrepreneur au kwenye entrepreneurship. Unafanya biashara gani kwa sasa? Labda yeye anazungumzia biashara. Anakuja kukwambia hata biashara labda sina. Au akakwambia kwa sasa hivi ndo natafuta tu biashara. Anakuambia unakuja kuibuka hapo.
join my business. Usifanye hivyo kwamba kwa kuwa una biashara, mimi nayo biashara tayari. Kwa hiyo maana yake kwamba unamchangamkia kwa sababu ana biashara, hana biashara. Angekuwa na biashara, maana yake usingemchangamkia. Ndo tafasiri yake. Kwa hiyo kuna warm relationship ambao tunaita kwamba wale ambao mnajuana, ndio hao tunaita watu unaowajua, watu mnaofahamiana. Warm relationship. Unaweza ukawapa invitation ya direct moja kwa moja. Hello Mr. Flani, hello Mrs. Flani, hello Madam Flani. Unaendelea sasa. Huyu unamjua tayari. Ila kuna code ambao tunaita sasa strangers, ambao kwamba wao hamjajuana naye kwa undani. Lazima utengeneze mahusiano. Bila mahusiano hamna utakachokifanya kwa huyo mtu. Usitafute perfect script. Baadhi ya watu wengi sana wanakwambia nitumie ujumbe wa kualikia watu. Jamani, hakuna ujumbe special wa kualikia mtu. Kila mtu ana matatizo yake. Kila mtu ana namna yake ya kualika. Ndio maana Oga nasema hakuna suti nao mfaa kila mtu. Kuna mwingine mweupe akivaa rangi fulani inamfaa. Kuna mwingine mnene. Suti hiyo haiwezi kumtosha kila mtu au ikampendeza. Kwa hiyo ukao ukijua kwamba hakuna perfect script, na kwamba hakuna script ambayo imenyoka kila mmoja eti inamuibua. Mtu akwambia nitumie ujumbe wa kuuza kama cheese. Kisa amesoma kitabu labda kinaitwa Says Like Crazy. Nataka niuze kama crazy. Nitumie ujumbe mmoja tu. Sasa huo ujumbe unaotuma kwa mwingine haufanyi kazi. Kuna mwingine anahitaji neno moja tu. Bwana niokoe. Kama Petro alivyoambiwa, Bwana alivyoanza kuzama akasema Bwana niokoe, neno moja tu. Na akaokolewa. Sasa hakuna perfect, na kuna wengine walilia, wanafunga na kufanya nini na hawajaokolewa. Kwa hiyo hakuna perfect script ambayo ya kusema kwamba hii ndo the best zaidi. Hakikisha tu unajua do na don't. Kuna maswali muhimu matatu ya kuweza kuyatambua hapa, mfumo wa maswali. Kwa sasa unafanya nini? Ni muhimu kujua kabla hujafungua kinywa chako cha kusema karibu kwenye kwenye presentation au nikutumie mafunzo. Atajibu hilo swali. Unapenda unachofanya au unaona ungependa kuongeza kitu kingine? Mimi nisingependa kuongeza kitu kingine. Sasa unategemea hapo utamwambia tena kuna biashara nyingine. Na hata akisema nisingependa kuongeza kitu kingine, kwa nini? Maana hakuna mtu ambaye ashawahi kuwa na mafanikio makubwa kwa kufanya kitu kimoja pekee tu. Hata kama hicho kitu ambacho anachokifanya kinamuingizia hela, na hela hizo ni nyingi, lazima atatafuta kitu cha kuinvest. Hakuna mtu aliyefanikiwa kwa upana zaidi ana jicho moja tu. Kwa maana ukiangalia hata kwenye Forever hakuna kitu kimoja. Hivi tungekuwa tu tunauza tu pekee, ingekuwaje? Tungekuwa faida inaishia tu kuingiza mtu mmoja pekee. Kungekuwa hamna chairman's bonus, kungekuwa hamna car plan, kungekuwa hamna sii nini. Kwa hiyo kuna changamoto na hisi umeweza ni kitu kimoja lakini kinazaa vitu vingi. Lakini pia swali la tatu, kama ungepata opportunity nzuri. Hapo amekwambia labda hata hichi ninachokifanya hiki naona hakinifurahishi kwa sababu naona madeni, sijui nini. Hakikisha unamuuliza pia, kama ungepata opportunity nzuri, ungekuwa open kuichunguza. Sio kuifanya, kuichunguza. Uwezo kumwambia utakuwa tayari kuifanya? Sasa atafanyaje wakati hajaichunguza? Mpe nafasi ya kuchunguza. Ndio tunarudi pale anafanya maamuzi yeye mwenyewe, choice. Anafanya choice yeye mwenyewe. Akiwa open, atasema sawa basi, nina kitu ambacho ningependa ukione. Yaani invitation ya aina hiyo inakuwa simusi sana. Kwa sababu yeye mwenyewe ameshajicommit kusema nahitaji. Sasa mwisho wa siku unakuja kumaliza presentation yako, unamtumia invitation na imani umeweza
kuelewa zaidi. Mambo matano ya kufanya pale unapofanya invitation. Na inabidi uyaishi, na ikiwezekana yaandike, hata kama kwa andiki sehemu zote. Haya andike. Lakini sasa kama ulikuwa uelewi huko tulikotoka, maana yake hata haya kuyafanya lazima utakosea tu. Najua lazima utakosea. Sasa kukosea ndo sehemu ya kujifunza. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa uweze kuwa nalo unapofanya invitation, lazima iwe ni fupi na iwe ni kwa haraka. Hakuna movie inayoonyeshwa kwamba wanataka wauze movie alafu wanaonyesha dakika 2. Utakuta sekunde 30 ndo matangazo yanayolipiwa. Unapoona hata matangazo humo yanasomwa yana nini, labda amelipia dakika 45 kwamba tangazo lake lipite kwa dakika 45. Sasa na wewe unapoalika, hakikisha umejiandaa nani ambao unataka kumwalika. Lakini pia usifanye lecture pale unapomwalika. Kama awali umenisikiliza vizuri, hapa tunajaribu kusummary sasa. Ujue nini ambacho unatakiwa uweze kufanya. Kwa kama unaalika, toa taarifa fupi ya kuweza kumfanya mtu huyo aje aweze kusikiliza. Lakini cha pili, kuwa clear. Sasa hautaweza kuwa clear kama hujamfahamu huyu mtu. Hautaweza kuwa clear kama hujajua interest ya huyu mtu. Hautaweza kuwa clear kama unabahatisha taarifa hiyo unahisi itamfaa au haitamfaa. Kama unaona taarifa hiyo huyo mtu haitamfaa, usialike. Kwani lazima ualike leo? Au kisa kiongozi wako kakwambia, ukileta watu 50 nakupa zawadi. Kwa hiyo unarusha tu, yani kama unarusha tu, ni kama ndoano sasa, sijui unarusha tu, haujui hapa mboga zipo au haipo. Kingine usidanganye. Kuna watu walishawahi kuwa na vita. Ndio maana unapomwalika mtu akisema sitaki network marketing, jitahidi kujua kwa nini anasema hataki. Kuna watu washawahi kudanganywa kwamba njoo ni elimu ya kazi. Ni nini? Ni mkutano wa kuja kupata kazi. Unaona? Unajua watu kwenye kazi unaweza ukaalika watu 100 na wakaja 100. Yaani huo ndo nani? Sasa kumbe alikuwa anadanganya ili tu ajaze ukumbi. Kidogo amtoe roho. Na ndio maana kuna baadhi hata ya makampuni mengine kwa yashafungwa. Walikuwa wanaalikwa kuna kazi. Mtu anakuja na mtu unamwambia hapa ili upate kazi toa 1,000,000 na 800,000. Anatoa. Toa 2,000,000 anatoa. Anasubiri kazi hamna. Kwa sababu anajua kazi nikiipata ni hata nikiwa nalipwa 500,000 ndani ya miezi kadhaa hela yangu imesharudi. Sasa ukifanya uongo itakutafuna pia. Kwa hiyo hakikisha pia unakuwa uko confident. Unajiamini kile unachokisema. Usijione kwamba huna kitu cha kusema. Hilo ndo kosa kubwa la watu. Fanya hiki, mimi najiona siwezi. Utaweza lini? Yaani jiamini kile unachokifanya. Ujue kwamba kile unachokiongea au kile ulichokusudia kukisema kwa mtu mwingine ni dhahabu kwake. Huenda alikuwa hakijui. Kwa hiyo kama we mwenyewe unajionea aibu, alafu unasema unaalika watu hawatokei, sijui itakuwaje sasa. Lakini pia usiombe msamaha kwa sababu una biashara. Samahani, hivi unaweza ukaja kwenye mkutano? Tayari, yani kuna ka feeling fulani hivi ambako kwamba neno samahani, yani kama vile kwamba yani umekosea, si kama vile yani kuna tofauti. Unajua labda tuseme Kiswahili, sijui mtu anaweza akasema sorry, si akasema si nini, lakini ikaleta nakshi fulani hivi. Yani na mtu anaweza akasema sorry, anaweza akasema samahani, si, lakini pia samahani kuna biashara. Mtu hapo anachokifanya anakaita kuna biashara nimekaanza, au kuna bidhaa ninavyo. Wewe mwenyewe umevizarau, huviamini.
Mimi unayenialika nitakuaminije au nitaziaminije hivyo vitu? Hasa hivyo vitu yaepuke sana. Omba permission. Kama kule tulikokuwa tunasema, nikikualika utakuja? Nikikualika tarehe fulani, ipi nzuri kwako? Permission hiyo. Unaomba ruhusa, yaani kwamba ya kwake yeye atoe kwamba naweza nikikushirikisha. Hayo ni maneno ambayo tunasema kwamba yanaamsha nini ambacho kwamba yeye atoe go ahead, akatae au akubali, na hiyo itakusaidia wewe kujua kwamba uendelee naye au usiendelee naye. Jamani, sijui kama nasikika hapa, maana hapa penyewe pia hapa ndo kwenye tab zaidi. Tusipojua namna ya kuja namna ya kualika, manake hutaweza kufanya presentation kama hauna invitation. Huo ndo ukweli. Sasa utafanyaje kipindi na wakati huna watu? Ndo maana yake hiyo ambao kwamba hapa sasa kama nasikika clear kabisa, naomba weka tena taarifa na ndo tuko mwishoni hapa. Lakini pia mpe choice yeye mwenyewe. Na hisi huko tumeshaipitia kuweza kuhakikisha kwamba hapa ni kama kukumbushana. Usimlazimishe mtu. Utakufa maskini usipotumia hizi bidhaa. Mambo ya kuacha. La kwanza, hii ni chance ya maisha yako. Kumbuka ameshaishi maisha yake kabla ya hiki kitu. Alafu unamwambia hii ndio chance ya maisha yako. Anakuangalia kwanza wewe kutoka chini hadi juu. Kama ni chance, mbona usijipe wewe mwenyewe chance? Kwa hii chance mimi inanifaa mimi tu. Wewe mwenyewe haikufai. Haya. Ukikataa utajuta. Usipo join umeisha. Kila mtu hapa anapiga hela. Acha maneno hayo. Yaani hapa ni watu yaani kila mtu hapa hivi hela kwake yani ni yaani hapa anashusha hela tu hapa. So unamuona fulani. Hayo unamtaja labda let's say tu unamtaja kiongozi fulani ambaye labda yeye anamjua vizuri in and out. Kumbe labda unachosema so unamuona fulani kanunua hiki na hiki na hiki. Kumbe kaongwa. Anakuangalia. Kumbe naye huyu utapeli. Kwa hiyo usiseme kwamba kila mmoja hapa, kama una uhakika na hiyo taarifa unayoitoa, itoe. Lakini usitumie kila mmoja hapa anapiga hela. Yaani hapa hela ni nje. Jamani, ingekuwa hela nje, si watu wote sasa wangekuwa na mambo safi. Kwa hiyo kitu hicho kifahamu pia katika na kiache uhakika wa kipato. Mtu ukishamwambia uhakika, yuko lazi hata auze zizi la mbuzi linalomsumbua kila mara kwenda kulipeleka malisho, aje alete kwenye uhakika wa income. Alafu umemwambia sasa guaranteed. Yaani hapa lazima unapata milioni 3, 4, 5 kila mwezi. Acha hayo mambo hayo. Ya mwisho ni siri, siwezi kukuambia mpaka uje meeting. Siji sasa, kana siri yako. Ni siri gani hiyo ya kunificha? Usiniambie hapa. Kwa haya ni mambo 5 ya kuweza kuzingatia, na ni mambo, na kuna mambo hayo mengine 5 ambayo tumesema kwamba unaweza kuyafanya pale unapofanya invitation. Kwa usimwambie mtu amekwambia inahusika na nini? Ni siri, na hisi tumeshajibu maswali ya huko. Inahusika na nini? Usiseme ni siri, siwezi kukwambia bwana huko. Si unajua sasa hivi watu wanarekodi maongezi ya watu. Sasa kama ni siri, mbona si ungenitafuta nyumbani tukaongea uso kwa uso. Haya. Hapo ndo tunaelekea kumalizia nini ufanye kwa vitendo sasa. Cha kwanza, unawakumbuka wale prospect tuliosemaga wale 5. Leo hapa ndo tunaenda kuongezea. Kwa hiyo tuseme una prospect anaitwa Juma. Juma alikwambia pia natafuta side hustle kwa sasa kwa sababu mshahara wangu hautoshi. Conversation hiyo sasa
hapo tayari ashakupa nini ambacho anatakiwa aweze kukifanya, kwamba kipato chake hakitoshi. Haya, kinachofuata sasa hapo, maana yake kwamba ni wewe Juma. Sasa nilikwambia ile conversation yetu, nilikumbuka au nakumbuka ile conversation yetu kuhusu kutafuta side income. Juma atasema ndio nakumbuka. Ndio unamwalika sasa, kuna project hapo nayoifanya kwa sasa. La. Juma anaweza akauza biashara gani? Ni biashara ninayoifanya, au unaweza ukana biashara ninayoifanya ukataja kama ni bidhaa au huduma, au kama inasaidia watu, kama sio na nini product zake. Kuna upande wa kutumia bidhaa na pia kuna kujenga biashara. Sitaki nikuelezee kila kitu kwa message. Unaona, nikutumie presentation fupi uione. Sawa, mtumie. Kisha funga dili. Ukishasema perfect, alafu kamtumia hiyo na nilisi kutafuta si ambao kwamba kama kuna swali mtaulizana. Hakikisha kwamba huko mwishoni sasa umefunga mlango wa presentation. Invitation imekamilika, lakini umefunga mlango wa invitation wa presentation. Maana yake kwamba mkimaliza hapo, yeye akimaliza, mtaendelea kwenye presentation. Na imani kabisa hapo jamani, naeleweka kisawasawa. Homework au vitu vya kuweza kufanyia kazi. Unawakumbuka wale 5 wale tuliosema waandae. Haya, chukua wale prospect 5 tuliowachagua day 1. Kisha andika moja, jina lake, wazifu wake, njia unayotaka kuitumia kuweza kumwalikia. Lakini pia usiwatumie wote kwa wakati mmoja, au tunasema ukatuma taarifa yote kwa wakati mmoja. Anza kwanza kutesti watu 2 hadi 3. Hebu ona hivyo tunavyoenda kukua. Testi kwanza ujumbe huo watu 2 hadi 3. Baada ya kutuma hiyo invitation, subiria mrejesho wake. Alafu kiulizwa maswali, jibu na record outcome. Na ikiwezekana tutumie hata kwenye group. Jamani leo nimealika kwa mtindo huu, nimepata hiki. Lengo la day 2, usipime mafanikio. Tunasema kwamba kwa watu ambao wamejiunga kwenye biashara. Wanaweza wakajiunga hata watu 5, watu wangapi. Usipime mafanikio kwa watu wamejiunga. Sasa ambacho unatakiwa ukipime, nimeweza kuanzisha invitation ngapi kwa heshima na clarity. Clarity ni kwamba wazi, pasipo kuficha mtu. Kwa mfano sasa hapa tunaangalia kwamba umealika 5 prospect, umefanya na conversation watu 5, invitation watu waliofunguka kile wanachokihitaji watu 3, na umefanya presentation 2. Unaona? Kwa hiyo ukifanya kwa ubora, kama ni siku moja watu 5, itaisha umefanya presentation 2. Kama ni kutuma video 2 kwa watu, utakuwa umezituma, na hii tunaita ni big progress. Sasa kama wewe unafanya prospect watu 5, conversation 5, invitation 0, presentation 0, au invitation 3, presentation 0, kuna shida. Ndio maana tukasema pima kwanza lile wazo kwa siku, kwa watu 2 kwanza hadi watu 5. Kisha wale wengine 30 waliobaki 25, kuna sehemu ya kuwatumia pia. Na ukikumbuka kitu kimoja tu kutoka day 2, kumbuka ni hivi. Day 2 hii invitation sio kuuza au kujoinisha watu. Lengo la kufanya invitation ni kupata ruhusa ya prospect kuona kile ambacho au cha kumwelezea zaidi. Na hapo ndio mwisho wa kipindi chetu hiki cha invitation. Na imani utakuwa umepata mambo mengi zaidi. Mengine nimekukumbusha, mengine labda ndo mageni kwako, mengine ulikuwa uelewi wapi waanzie. Kwa hiyo na imani kuna presentation zinazoendelea kwenye mikoa mbalimbali, online, wapi na wapi. Hautakaa tena butu, kwa sababu
umeshapata nini cha kuweza kusema kwa watu. Mimi niweze kurudisha maiki kwenu, kama nilikuwa nasikika vizuri hadi sasa hivi hapa, basi ni wakati wenu wa kuweza kusema chochote kile ambacho labda umekipata. Jamani, tusikae tu kimya. Kuna watu yani kuongea kwao au ndo nilioisema awali, malezi napo mtalilelewa kwamba hamna kuongea. Ndo mtihani huo sasa. Jamani, mimi ndo nimemaliza hapo. Session itakayofuata, umeshawaalika watu, wamekuja. Jinsi ya kufanya presentation ni muhimu sana kuweza kunanili. Unaona hiki kipindi ambacho tumekifanya hiki ni kwa sababu sisi ni member. Presentation inatakiwa, kuna presentation ya dakika 15, kuna presentation ya nusu saa, kuna presentation ya dakika 45. Hizo tunaita ni professional presentation. Zikizidi masaa plus huko kuna ngonjera humo pia. Kwa hiyo ukao ukilijua hilo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua, na mimi ningerudisha maiki kwenu, na kama ukitaka labda una kitu cha kusema zaidi labda kwenye grupu, unaweza ukasema, kama unawaonea huruma ambao hawajajoin, ili siku nyingine nao wasije wakapitwa. Maana kuna watu wanasema mimi najua. Sasa unajua, mbona hatuoni unaalika watu sasa? Hakuna mkoa, mbona hatuoni watu wakidumbukia? Jamani, hapa mimi nimemaliza. Labda kama kuna swali, karibu. Uliza swali. Okay, Zainab, nimeona umepanda hapo juu. Karibu. Kwanza ni shukuru kwa kipindi, maana hapa ndipo ilipokuwa kazi. Yaani kuinvite mtu ndo kazi. Manake unaweza ukawa umeweka tangazo, lakini namna ya kumtoa pale kumpeleka kwenye mkutano ni kazi. Na hasa ukiingia kwenye mkutano wakati tayari amekuelewa. Kwa hiyo kuna sehemu nyingi ambazo umegusia, ambazo mimi binafsi nafanya makosa. Maanake wakati mwingine unarukia gari mbele kabla hujamuelewa huyu mtu. Japokuwa tunaweka matangazo ya biashara, lakini bado ilikuwa inatakiwa tuhojiane kwanza ili kujua huyu mtu vipi hiki kitu ana uhitaji nacho, ili ukialika watu 5 basi angalau uwe na uhakika umealika watu. Kwa hiyo ili ni zoezi haswa ambalo linahitaji kujifunza, lakini umejitahidi kuweza kudadavua, na tunamuomba Mungu aweze kutupa ujasiri wa kufanyia kazi hiki ambacho umekifundisha, ili tuweze kuonyesha utofauti kwamba baada ya mafunzo tumefanikiwa hiki au tumebadilika hiki. Kwa hiyo mimi zaidi ya hapo ni kukushukuru na kukuombea, lakini pia niwashukuru na niwapongeze wengine ambao wameanza kuhudhuria, na la heri. Mwenyezi Mungu atutangulie ili tuweze kufikia malengo. Amina. Nashukuru sana kwa mrejesho, ambacho sasa labda nitaomba, maana hadi sasa hivi hapa zoezi linalofuata ni unajua, ukifundishana tu hivi kuna vitu ngoja ni stop hapa, kuna ni kurekodi. Kuna vitu ambavyo kwamba tunavisema kwamba mtu anaweza akawa anavifahamu vitu, ila akawa mvivu kuvifanyia kazi. Kwa wale watakaokuwa tayari baada ya session kama hivi tunavyojifunza, hata kesho vipindi kama hivi ambao tutakuwa tumefanya leo, kesho hatutafanya, tutafanya kesho kutwa, ili nitoe muda wa mtu hata kusikiliza recorded na kuanza kufanyia kazi. Hii itakusaidia pia kwako kuweza kuwa unananili. Lakini pia kuna mtu anaweza akawa anajua, ila tunasema kwamba usimamizi ukawa ni changamoto. Hapo ndo kwenye shida pia. Yaani invitation sawa, ila usimamizi wa utendaji kazi
Unakuta mtu huyu yeye mwenyewe anatamani apate usimamizi ila hana usimamizi. Mwingine anasema mbona ndajisimamia mimi mwenyewe. Ndio ubaya wa biashara hii. Anasema mimi naweza kujisimamia mwenyewe. Haya, anajisimamia, baada ya siku moja, siku ya pili ashapotezea. Anafanya prospecting leo, kesho anaweza, kesho kutwa ashapiga chini. Changamoto ya pili hiyo pia. Kwa